Ugonjwa wa kalaza unaoambukizwa baada ya kuumwa na wadudu aina ya usubi almaarufu sandfly ni mojawapo ya magonjwa yaliyopuuzwa katika maeneo ya wafugaji, huku kiangamiza kati ya watu 70 hadi 100 na kuambukiza zaidi ya watu 4,000, huku wataalamu wakisema iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa huenda idadi hiyo ikaongezeka maradufu. Jojo Kiri, mkazi wa Kachaliba, kaunti ya Pokot Magharibi, mzazi wa mwathiriwa wa ugonjwa huo, anasimulia masaibu aliyopitia mwanae baada ya kuambukizwa. Huyu kijana Henry Kisanga alikonjeka kwa ugonjwa wa kalasa tangu 2026 ndio malaria yake ilianza. Hiyo malaria ya kalasa, hii kijana alikuwa darasa la 5. Ile ilianza alikuwa na uchungu sana kila mahali, analoa jasho, ikakonjeka karibu mwezi mmoja, tukapeleka hospitali. Tukakanyaka hospitali karibu mara 3 kwa wiki. Alafu mwezi mmoja hivi akapata madawa tu bana na hiyo malaria bado inazidi hivyo. Okiri anasema ugonjwa huo ulimwathiri sana mwanae hata akatatizika katika kuendeleza shughuli zake za masomo kabla ya kutambulika kuwa ni ugonjwa huo na kupewa matibabu. Mwisho kijana aende shule, akili yake imepunguka, haelewi kitu sana. Tukazunguka karibu 2015, 2016, 2017 ndio hiyo malaria ikakuja kugunduliwa sasa ni kalasa. Ile kijana alijulikana ni kalasa, madaktari akapima malaria ikapatikana hivi. Mwisho sasa kijana akapata dawa kwa hospitali. Tukakaa hospitali kwa wiki 2, 7 days. Kijana akapata nafuu, mpaka mimi mwenyewe nikafurahia. Kijana naye akasema baba, nimerecover mzuri, hata akili yangu sasa imekuja form. Ni visa kama hivi ambavyo vimepelekea shirika la kukabili magonjwa yaliyosahaulika DNDi kuendesha uhamasisho kuhusu ugonjwa huo eneo bunge la Kachaliba, kaunti ya Pokot Magharibi, ili kutoa ufahamu kwa wakazi kuhusu ugonjwa huo. Linet Otieno ni afisa wa mawasiliano katika shirika hilo. The kalaza affects a large number of people in this area, but particularly children. And this is why we want to tell the stories from the children's eyes, their experiences, what they go through when they get this disease, because treatment is still challenging, diagnosis is still difficult, and we are working hard to find improved treatments for this disease. Anasema kwamba japo maambukizi ya ugonjwa huo yamepungua kwa asilimia ndogo, mabadiliko ya hali ya anga yanachangia pakubwa kuripoti baadhi ya visa katika maeneo yanayofahamika kwa ugonjwa huo. We have seen marked improvement in health-seeking behavior and maybe some little reduction of the disease, but we cannot really say so because there are also other things like climate change that are affecting this disease. So even if there's some improvement in the numbers of cases, there's still climate change that kind of aggravates this disease because kalaza is climate sensitive. So we have seen it's almost like it goes down and up, yeah? Wadau wa elimu eneo hilo kiongozwa na mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Reretiang, Daniel Takei, wanasema ugonjwa huo umekuwa changamoto kwa elimu kutokana na hali kwamba watoto wanaugua wanakosa ujasiri na kuhudhuria masomo kwa hofu ya kutengwa na wanafunzi wenzao. Kalaza ni ugonjwa ambayo una madhara makubwa sana katika masomo ya wanafunzi. Ni ugonjwa ambao unachangia mambo ya vidonda na mambo mengi. Na unajua wakati mtu akiwa katika hali hiyo na katika mazingira haya, tunaona kwamba watoto wakiwa wagonjwa katika jamii, utaona kwamba jambo la kwanza hawezi kuhudhuria masomo yao. Na wale ambao wanahudhuria hawezi kuwa huru wakati wanasoma. Unajua wakati mtu akona vidonda na mambo mengine, mara kwa mara hawezi pata nafasi vizuri. Shirika la DNDi limekuwa likiendesha uchunguzi kuhusiana na ugonjwa huo na kutoa matokeo ya uchunguzi wao yamepelekea kupunguzwa muda ambao unachukuliwa kwa ajili ya matibabu na kuwapunguzia waathiriwa gharama ya matibabu. Ever since we got into kalaza, we have done research from 2012. We have improved the treatments that existed. Initially, there was a treatment that took 30 days. It was 30 days of injection, and so people had to go to hospital, stay there for 30 days, receive this very, very difficult and toxic treatment because it's daily injections for 30 days. And since we came, we have improved the treatment to 17 days, 2 drugs for 17 days. And that has improved the length of time that people spend at the hospital. And that means the cost for both the hospital and the people has gone down. Afisa wa afya kaunti ndogo Kachaliba Thomas Kalia
amesema kwamba serikali kupitia idara ya afya imewekeza katika kuhakikisha kwamba ugonjwa huu unakabiliwa kupitia kujenga vituo vya afya maeneo mbalimbali, hasa katika sehemu ambazo zinatambulika zaidi kukithiri ugonjwa huo, kaunti ya Pokot Magharibi. In Kodich ward, we have 8 facilities and all are for GeoCadas government facilities. We do not have any faith-based facility within Kodich ward. So, and the nearby facility, I can start from my farthest end is Kalemngorok dispensary. We have the new upcoming dispensary called Namoru, and then Timale. Then we come to Orolwa. From Orolwa we go to Kodich, Lokilelian, Karameri, and we go to upcoming facility at the border. Kulingana na Kalia, serikali imewaajiri wahudumu wa afya zaidi wa nyanjani kuendeleza uhamasisho kwa wakazi kuhusu ugonjwa huo. Visit the nearby community health promoters whom our government have employed. The county government also have employed the CHPs. They are the people who are so closer to the households of our community. So we are requesting the community at least to come closer. If you have any signs and symptoms, we see one that the fever, the spleen, the abdomen pain is always enlarging. Kindly we are requesting seek the medical within the households, and the nearby households healthcare is the CHP. Kulingana na chifu wa eneo hilo James Lokachea, wakazi kutoka maeneo hayo hawapasi kuwaruhusu watoto wao kutembea ovyo nje nyakati za jioni na kuhakikisha wanaishi kwenye mazingira ambayo ni safi ili kuzuia kukumbwa na ugonjwa huo. Wazazi wachunge watoto wao wasitembee jioni, na pia wafyeke compound yao isikuwe na bushes. Pia wakati miti ambayo inasaleta kalaza, pia watoe hiyo shimo. Kama kuna shimo ambayo iko karibu na boma waweze kutoa, na wakiona dalili ya ugonjwa yeyote wakimbize mtoto hospitali ili mtoto apimwe mapema, aonekane kama kuna kalaza, itambuliwe ndio atibiwe mapema. Na kufikia hapo ndipo nahitimisha makala haya maalum. Jina langu ni Benson Aswani.